Kama una ndoto kubwa mwaka huu ya biashara, kazi au elimu au kubadilisha maisha yako kiujumla, video hii ni kwa ajili yako. Leo nakuletea mambo 7 ambayo unatakiwa kuyaacha katika mwaka ili uweze kufikia mafanikio, lakini pia kubadilisha maisha yako. Jambo la kwanza ni kuahirisha, ile tabia ya kuahirisha mambo. Nitafanya kesho, nitafanya baadaye, nitafanya wiki ijayo, nitangoja wakati sahihi. Siku zote tunatakiwa ujue kitu kimoja, kwamba wakati sahihi huwa hauji. Mtu mmoja aliwahi kusema, mwisho wa kesho ni kaburi la ndoto nyingi. Naweza nikakupa mfano tu. Na kijana mmoja alikuwa anataka kuuza matunda, lakini kila siku alikuwa na sababu ya kumfanya aweze kuacha. Baadaye ilifikia tu akaona lazima tu afanye. Kwa hiyo alipojilazimisha, baada ya miezi kama miwili alikuwa na wateja wengi sana hapo mtaani. Kwa hiyo alikuwa anajutia kwamba kwa nini sikuanza mapema. Kwa hiyo kitu kimoja tu cha kushauri kwamba anza sasa hivi. Anza, hata kama ukianza vibaya haina shida, wewe anza. Wanasema kwamba hatua moja ni bora kuliko ndoto 100. Jambo la pili ni kuogopa kusemwa. Watasema nini? Hii ni sumu ya mafanikio. Watu wataongea tu hata kama umefanikiwa. Sasa kwa nini waendelee kuongea huku wewe bado uko pale pale? Au naweza nikakupa mfano, mama mmoja kijijini alianza kuuza sabuni anaotengeneza mwenyewe. Mwanzo watu wengi walicheka sana na alikuwa na wateja wachache sana. Lakini baada ya miezi 6 akawa anauza hadi mikoa jirani. Kwa hiyo usiogope kejeli. Ogopa kukosa mafanikio kwa sababu ya maneno ya watu. Jambo la 3 ni kulaumu serikali, wazazi au mazingira. Sijafanikiwa kwa sababu ya serikali, wazazi wangu walikuwa maskini, mazingira yalikuwa magumu. Ndio, hivyo vyote inawezekana kuwa kweli. Lakini hakuna mtu hata siku moja ambaye atakuja kukubadilishia hali ulionayo au kukuinua kama wewe mwenyewe hautajiinua. Unaweza kushangaa kuna vijana wengi mtaani wanapiga kazi za mtaani, wanauza vocha, wanajifunza ujuzi mtandaoni, lakini leo hii wanajenga, wana maisha yao tu mazuri. Kwa nini wewe usianze? Kwa nini wewe unalaumu mazingira? Kwa nini unalaumu serikali? Kwa nini unalaumu wazazi? Shida sio ulipotokea. Shida ni pale ambapo utaenda kuishia. Najua ni ngumu, lakini inawezekana. Badala ya lawama, tafuta suluhisho. Jambo la 4 ni kutumia muda vibaya. Unatumia masaa 3 mpaka 4 kwenye TikTok na social media zingine, lakini unashindwa kutumia hata dakika 10 kwa ajili ya kujifunza ujuzi mpya au kuangalia video kama hii ambayo inakuhamasisha uweze kufukuzia ndoto zako na kufikia malengo yako. Wakati mwingine simu yako inaweza kuwa darasa, biashara au uharibifu, lakini inategemea na namna ambavyo utakavyoitumia. Naomba nikupe challenge moja. Anza kwa kutumia angalau dakika 30 kila siku kujifunza kitu kipya. Mfano, unaweza kujifunza ujuzi wa marketing, editing, ujasiriamali, hata lugha. Vitakusaidia kwa baadaye. Wakati ni pesa, lakini muda wako ni zaidi ya pesa. Muda wako ni maisha yako. Jambo la 5 ni kukata tamaa haraka. Ulijaribu biashara moja ikafa, ukakata tamaa. Hujui kama jaribio la pili ndio lilikuwa la mafanikio yako. Naweza nikakupa mfano wa matajiri wakubwa kabisa duniani. Kwa mfano, Jack Ma alikataliwa kazi zaidi ya mara 20. Leo hii ni bilionea mkubwa huko China. Thomas Edison alishindwa mara 999 kabla hajagundua balbu. Kwa nini wewe uache? Kwa sababu ya kushindwa mara moja. Kushindwa si mwisho, ni daraja la mafanikio. Marafiki wasiokuwa na maono. Hilo ni jambo la 6. Watu wanaokaa nao kila siku wana nguvu ya kufanikisha au kukuangusha. Je, marafiki zako wanazungumza kuhusu ndoto, mipango, maendeleo, au wanapiga story tu na kulalamika? Tembea na walioko njiani kuelekea mafanikio. Watachochea moto wako wa mafanikio. Jambo la 7, mawazo mabaya kuhusu wewe mwenyewe. Mimi siwezi, sina akili, mimi ni wa kawaida. Hizo ni sauti za kushindwa. Watu wengi hawajafeli kwa sababu ya uwezo mdogo, bali kwa sababu waliamini uongo kuhusu wao. Jiamini, jiamini. Hakuna mtu mwingine aliyeumbwa kama wewe. Kwa hiyo tumia hiyo kuwa wa kipekee. Mwaka 2025 unaweza kuwa mwaka wako wa mafanikio, lakini lazima ubadilishe kitu sasa. Acha mambo haya 7. Anza leo, tembea polepole lakini usisimame. Na kumbuka, mafanikio hayaji kwa miujiza, yanakuja kwa mabadiliko ya tabia na fikra. Subscribe, like video hii na share na mtu mmoja ambaye unataka muinuke wote pamoja. Usisahau, hii ni Amka na Uangaze.